Sasa kitu mwenye meleta sisi hapa. I want to thank you, Honorable Babalanda, because when we discussed this matter, Anasema nataka shukuru sana mama. You said Babalanda, I'm going to do two things. I'm going to first of all find out what my RDC is doing, and then I'll also come and see that justice is done. Anasema ati and you are here today. Yeye amekuja Kiliandongo, yeye anasema ati yeye atakuja fanya vitu mbili. Ya kwanza anataka kuja wana kitu RDC yake inafanya, alafu ya pili yake aone namna sheria inaweza kuwa naendesha kwa haki. And I know that you are a very busy person, supervising more than 100 RDCs, deputy RDCs, assistant RDCs, and the security team is not a very easy task, but you are fulfilling it, and you have found time to come here to Kiliandongo to see for yourself that justice is not only done, but is seen to be done. Anasema pia na Okecha. I used to read about your husband in the newspapers, and I knew he was a great man. And I've been very happy today to see the photo and to see that I actually meet you and see you and the children. Thank you for looking after the children. Anasema ati yeye anashukuru sana mama hii kukua kama anaonekana mbele yake na yeye alikuwa anajua yeye. These are the people who fought with the General Kaguta Museveni to bring peace to this country. Hawa ndio watu wenye alipigania Uganda hii na Museveni pamoja rais yetu, wana ndio wameleta amani mbele yetu hawa kwa Uganda hapa. That shows you President Museveni is a man for all Uganda. President Museveni is a man from far there in Ankole in the western Uganda. Now he joined this man, Okecha, and a rule from West Nile to come together to bring peace. Now me, I am a Muganda here in Chandongo. Babalanda is from the east here is Musoka. President Museveni has brought us all together. So Santos joined Yoweri Kaguta Museveni even before he knew he'd ever get into power. Santos, we honor the president, we honor those who believed in his ideology and his vision to liberate Uganda from all this tribalism, from injustice, historical and present. And today we want to see that those things he fought for are fulfilled. Anashukuru sana Mama Santos. The land laws. And he agreed that there's a gap there. Mtu hiyo iko mtu mwenye karani mkuu kwa district hapo kama tuna habari ya Dongo, walikubaliana watakuja kaa kuona ati wamekuja wamefundisha watu habari ya sheria ukamatana na Dongo. Na hiyo ndio iko fasi mwenye iko pengo kubwa mwenye nafaa wakamate ndani, na yeye amekubaliana na minister. Mama Santos, you said the country is bleeding with land grabbing. I want to tell you that cry has been heard by the president. That's why we are here. That's why Mbamba Babalanda is here. Minister for Presidency, who takes all the RDs in this country, is here in person. Minister for Lands, State for Lands, the whole of country is here. Special Advisor, Special Duties is here. RDC and the entire team are here. That shows you how President Museveni is committed to stop land grabbing once and for all. Anasema justice. Mama Babalanga, you said you have come to ensure that to see is your RDC doing the right work. What is happening? These things which I keep sending you, are they real? Now you're on the ground. You are seeing for yourself. What does this land here? Does it belong to Okecha or to this land? This person called Rugenjo Justice. Anasema ati the law says. Anasema Section 59(1)(a) of the Land Act. Anasema katiba 59(1)(a) 59 moja
the once land is owned by any person or authority is no longer available to the land board to be given away. Anasema ati dongo mwenye iko na uwezo, mwenye iko na sheria, mwenye mtu amekuwa naye, hapana dongo mwenye inahusikana tena kwa kamati ya dongo kutoa tena wapatie kwa mtu ingine. This land leasehold, the leasehold numbers are long, I will not tell them. This plot 20. Hiyo ndio namba ya madongo hizo. Kibanda block 6. Aha, ndio hiyo kibanda 60, block 60. Land ati Kiliandongo Karungu. Dongo mwenye iko Kiliandongo Karungu. Approximately 202 hectares. Zaidi ya acres 200, hectares 202. That's acres about how many? About 500 acres. Was issued with a land title. Hiyo dongo kwa kama wanabadilika kwa acres mwenye iko sahihi iko acres kama 500. Mwenye walipatia kwa Mama Santo kwa uwezo. On 1st July 1995 for 49 years. Walipatia kwa Mama Santo kwa muda ya siku hiyo kwa tarehe 1 mwezi ya 7 kwa mwaka 1990. This lease is still running. It's still valid. Maana yake hii karatasi ya mama hii bado iko kwa matembezi, mwenye bado inaendelea kama yeye ndio mwenye nauzika na dongo hiyo. The owner of this land, Okecha Santos, died in 1994 after having fulfilled all the requirements. That's when the title came out, 95. It was in his name. That's perfectly legal. Dongo hiyo karatasi ya dongo hiyo ilitoka kwa mwaka 1995. Baadaye kama yeye amekufa, maana yake hiyo karatasi ya dongo iko na uwezo kwa kuhakikisha ati dongo hiyo iko ya Santa Okecho. And now I'm seeing a document here in 2006. Iko na karatasi hii mwenye naonesha ati kwa mwaka 2006 stating that the land has been allocated to Rujenje Justus. Ati kwa mwaka hiyo kwa 2006 ati dongo hii ati walipatia kwa Rujenje Justus. Our law is that life is 2 documents. Life is 2 documents, birth certificate and death certificate. There's nothing beyond that. Karatasi iko 2 ni sheria inakubali, iko karatasi ya kuzaliwa na karatasi ya nini? If you resurrect here on earth, we have nothing. We have nowhere to put you. You don't resurrect here. You wait for the other resurrection. But here, kama wewe inakuwa mtu mwenye nafufuka hapa duniani, wacha hiyo kwa kando, lakini ngoja wakati ya kufufuka ile ya juu mwenye. Moreover, I have a document here which shows that this Rujendo Justus got this land on a mile, buying it at 80 million. Mile. But then iko na karatasi hapo mnajulisha ati Rujenje alinunua dongo hii ati iko kwa mile na alinunua kwa 80,000. And it shows further that he bought this land and paid 100 million. But this is public land, leasehold. He is buying leasehold on mile from a person who is dead. How can that happen? Well, his title is saying it is a leasehold title. Na karatasi yake nasema ati iko lease title, yani hiyo ndio sheria mwenye nasabika na dongo. Now, if in 1995 Santos had a lease title, he could not have in 2006 allocated another lease title. If it so happened, Section 591A as amended says that transaction is void. Anasema kama hiyo karatasi alikamatia kwa
mwaka 1000 to declare that this man Rugendo is a land grabber who must be arrested. Sasa kwa hapo anataka kuwakilisha kwa sisi wazi ati huyo mtu mwenye anaita Rujenje iko mtu mwenye ananyang'anya dongo ya watu, maana yake nafaa wakamate yeye, wafunge yeye ndani, sababu yeye anatumia njia ya kunyang'anya dongo kwa watu. And I want to declare, Madam Santos, I have good news for you. This land is yours. Okecha, this land is yours. This land belongs to the family of the Santos Okecha. Sasa anasema leo mbele ya watu yakapata story mzuri ati leo hii yanadikilia dongo hii iko ya Santo Okecho. And you as the acting, I'm directing the Commissioner of Land Registration to exercise the powers under Section 91 of the Land Act and cancel that illegal title, which is the name of Regional Justice. Anasema yeye na advise na kusema ati kumpa uwezo kwa minister mwenye nakamata to direct the RDC in combination with his security team to make sure that Madam Okecho gets back physical possession of her land and is given adequate security to enjoy her land in peace and security and quiet possession. Anaomba uwezo kwa RDC. We found a lorry blocking our wanasema watu wenye wamekuja na hawa ati iko lorry mwenye amefunga barabara. Those trees are being cut illegally from here. Na miti hiyo wamekata bila uwezo ya sheria. Those trees belong to Santos. Hii mamiti hii yote iko ya Santos. And I'm directing the RDC with that security team to impound that lorry, arrest all of those grabbers, those thieves, and they answer the law. And the property be restored back to the Santos. Anasema ati hiyo lorry mwenye wamepark kwa barabara mwenye kata miti hiyo nafaa wakamate lorry hiyo na miti yote mwenye iko hapo, sababu hiyo ni miti ya Santos, nafaa warudishe vitu hiyo yote nyuma, sababu hiyo vitu ya Santos. Sheria nafaa ifanye na hawa. Whoever is on this land and is not of the family of Santos and has not been allowed by Okecha to be on it is a trespasser, and the security team of RDC should arrest them and face the law unless they have been allowed in accordance with the law, with the Okecha family. When I'm saying unless, I'm talking of the Bibanja settlers. I'm going about customary tenants. I'm talking about those who are legally on it by law. Otherwise, anybody else is a trespasser and must be arrested and charged in accordance with the law. Ya family members ya Santo, hiyo pia iko kuvunja sheria au wamekuwa kama watu mwenye wameingia bila sheria kwa dongo ya Santo Okecho. Sasa anaomba RDC na timu yake achunge mama hiyo, labda kwa uwezo ya sheria ingine inakubalia watu hiyo mwenye alikuwa kwa dongo kama na sheria ya uwezo to observe all the protocol which Honorable Babalanda very carefully went through. So I adopt all the protocols and I say NRM oye. Oye. Anasema ya kwanza anakaribisha wakubwa yote mwenye metembea timu ya Babalanda na kukuwa mtu mwenye alienda uhuru kwa position hiyo na kusema NRM oye. And I want to, before going very far, thank His Excellency the President. Kabla ya kwenda mbali, tushukuru rais yetu Museveni Kaguta for appointing Honorable Babalanda Minister for Presidency to handle all the matters appertaining to the work of the presidency. Anasema kwa president yetu kwa kupatia yeye uwezo ya kukuwa minister mwenye nahusikana na office ya president na kufanya kazi yote mwenye nakamatana kwa niaba ya president. This lady fulfills her mandate to the last. The other week we were with her in Mpigi, water almost
swallowed us. But she went through and solved the problem. Wiki ya nyuma huko walikuwa kwa sehemu ya Mpiji. Yeye kitu yeye anafanya kitu mwenye inahakikisha kweli yeye amefanya haki na watu washibe ndani yake. Wiki ya nyuma walikuwa Mpigi, maji karibu nataka sitisa hao kuenda, lakini wakaweza kukwenda mpaka kumaliza mambo mwenye iko. Asante sana. Today, as we came, we almost got stuck on the way, but we are here in this bush here. Leo wakati hao iko kukuja, walikuja kufika katikati hapo, walikuwa nataka koma katikati hapo kwa sababu ya msituni mingi, but sasa hivi sisi iko hapa ndani ya porini. And she's here to fulfill the mandate of His Excellency Kaguta Yoweri Museveni. Na yeye iko hapa kuhakikisha kufuata na kufanya kazi mwenye inafaa Museveni afanye kwa niaba yake. And I thank her because my office has to work with her. She has put all the RDCs at my disposal and we are always working together. I thank you so much for anasema na shukuru great honor. Yeye mnaona hata yeye iko mama mwenye iko muhimu sana na heshima kubwa. For the work of His Excellency, she can come anywhere. Kwa kazi ya President Rais yetu mwenye yeye hawezi kuja fasi yote mwenye anafaa yeye akuje. Fiona nawe, I thank you so much. Na Fiona wewe pia yeye nashukuru wewe sana. We have been with her in Toronto, in where putting on boots to make sure the work which Yoweri Kaguta Museveni gave us is fulfilled. Yeye pia nashukuru yeye sababu Fiona kila fasi yote mwenye nakuwa yeye natia ndani gambut, anatembea, walikuwa na hao sehemu ya Toroko huko, anawakilisha mambo yote mwenye wametebeji yake nafaa iendelee na ikishe mzuri. You remember but we came out and the next day we were at our mandate. Unakumbuka wakati walikuja Nakasongola? The problem of Sol Agro, and they are now putting their business, investing in this country, billions and billions. This investor had failed to start. But remember, I sent you the document. I came with the minister. We went there. It was raining very heavily, but we solved the problem. Now Sol Agro is investing in this country, employing several people in the district and Uganda at large. Kazi Mingi, Miras and Kafushuga. This involves 17 square miles. It was causing a lot of problems, almost stopping an investor of $300 million in this country. Mama mkuu, iko pia company mwenye naita Jinja Kazi Mingi, ilikuwa anachukua miles kama 17 mwenye nakusazuia wa kampuni mbalimbali mwenye nawezi alikuwa kumpa pesa mwenye iko billions ya pesa mwenye nafaa alikuwa asaidie sisi. But I sent my document as usual. I came here, we worked with the RDC. We had a big meeting in the boardroom and we brought the two parties together. And as I speak now, the RDC led the team and they've handed over that land to Kavushuga. $300 million is going to be invested in the Kayandongo district. So bringing in investors in Kiliandongo, and as we were there at the headquarters, we talked with investors. There were only 3 people who need to be solved, and that is also going to be solved. We put in touch the IRDC with the investor, and today we agreed that they are coming to his office. That one is going to be solved. Dollars are going to flow into Kiliandongo. 11, an investor, Mohagi Heritage Company, has been here. We went there again. The document came, Honorable Minister, Fiona, you recall, we went there, the RDC and the security team. We had a problem with General Tabani there. We have partly solved it. There is still a problem. And we have gone with the report and we have discussed it. And we have briefed you in a very short brief. Tomorrow,
we shall again be in your office, and we believe we are going to solve this problem. And the report is going to go to His Excellency the President. Iko mambo mengine tena katika To us, that ranch number 3, which belongs to the former Permanent Secretary Opiko Poka, has also been invaded by General Taban. He invaded it, grabbed it, started giving away land. We are going to handle that problem very, very effectively. President Museveni doesn't want this. If General Taban is working for the president, he must quit. And we are going to handle it. Fiona, we have agreed. Tomorrow at midday, we are meeting. We are going to get informed, Honorable, and this problem will be solved. The rightful person must get into this land. Justice must be done. And we are here to do justice. anasema mambo